Toka hapo. Mr. Speaker, kwanza kabla sijaingia kwa mada, mimi niliwaambia mama yangu akunilea alikufa, naenda nyumbani tarehe moja, hata Linda Mwananchi sikaenda this time, naenda Matanga. Sasa naomba wale masapoti wangu naenda nyumbani, wasimame na mimi. Mimi sitasema sijui ni unga imeisha, hii ni matanga. Na msimame na mimi. Nikiingia kwa mada. Mr. Speaker, 07 17 44 81 51 07 17 44 81 51. Mr. Speaker, nataka niongee kwa mada ya maandamano. Mr. Speaker, unajua vitu vingine watu wanapiganga hapa na wanafikiria watu wanapiga vipindi. Ukweli, kama hujaenda maandamano, wacha kuweka video yenye si ya maandamano. Mimi najua wenye walienda maandamano na kosogo pesa. Mimi ndo nilienda na huyu kijana mwingine anajitoa kijana wa Sudi. Na hawa na nani mwingine na jenzi ule anaitwa Wajaneko. Wao ndo niliona. Wengine niliona hao ni vipindi. Hiyo tusemani tu kweli. Sasa mimi watu wanaongeanga mnafikiria watu ni feelings, si feelings. Maandamano mimi nilienda. Na hata watu wengi tulikuwa hapa na watu, hata huyu alikuwa. Kuna mwingine alikuwa hapa. Walikuwa wengi hapa, wana habari hao walikuwa. Sasa usiweke tu watu na trend kwa watu wengine. Mr. Speaker, nikiongelea mambo ya maandamano. Maandamano nayo hata kama mnasema haikufanyika mzuri. Maandamano hakuna biashara ilifanyika jana, kwa sababu mimi nikitoka kwa nyumba yangu saa 12 nilifika pale Doni, barabara ilikuwa imefungwa, unarudi na Thika Road. Ukifika pale Stadi, barabara imefungwa, unarudishwa. Kila mahali barabara ilikuwa imefungwa, which means hii government inaogopa hawa vijana. Walikuwa wanafikia hawa vijana wakiwachiwa chance tena wataenda kukula ile mcheleje yako chumbi. Ndio kwa sababu walikuwa wameweka, unafikiria Al-Shabaab anaingia Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa tutam. Unajua mimi nafikirianga Ruto ni mwanaume. Kumbe Ruto si mwanaume. Watoto wadogo wanakutishia hadi unaweka barbed wire hadi ukienda kukanyaga tu hapo steam na kupiga. Bwana, tulikuwa tunaona wale maskari wenye ukiona sura peke yake, unarudi tu kwa nyumba. Anakuambia tu enda, huwezi rudia. Na kwa wenye walikuwa wamevaa civilian, wamevudunga tu pistol mbili. Sasa wapi pistol mbili walikuwa wamevaa gunzu, kuna kofi nyingine siku hizi imetokelezea. Unaona tu macho peke yake. Kumbe anakaa Al-Shabaab. Na wacha nikuambie, maskari wenye wamevaa uniform, bwana, wacha tuseme ukweli, hao maskari wako na huruma. Kwa sababu mimi jana nilikuwa naongea kwa gari ya polisi kwa hapa, unu wako nishika, lakini kuna mtu mwingine hapa anaitwa DCI. Bwana, hata kama uko hapa kuja unishike tena, siogopi kukuambia. DCI mwache kutumika vibaya. Hata hii Kenya nyinyi mnakatwa, sisi tukatu mshahara. Nyinyi mnateseka kushinda sisi. Mimi hata saa hii na watetee mimi sijaandikwa kazi. Hakuna kitu nakatwa. Mimi ukinipatia yangu naenda nayo direct. Wewe unakatwa na baki na payslip peke yako ndio unatembea nayo kwa mkono. Alafu hadi DCI anafinya tu kwa makende na anafinya. Bwana, DCI mwache tabia kufinya makende za watu. Jana DCI alifinya makende ya mtu, bwana, mtu analia kama mtoto. Hadi DCI anashika hadi kilema. Just imagine. Bwana DCI, wao mwenye mnatesa wanu wa Kenya. Mimi najua katiba inasema watu wako na freedom ya kufanya maandamano, lakini si freedom ya kuenda kuweka magunzi ya kukimbiza watu. Jana tuliona tena wengine maskari wanauliza, nyinyi polisi wa wapi? Hata tumetumwa. Bwana, wanasiasa wetu, mwache kutumia vijana wetu vibaya. Hata hapa kuna vijana walipangwa jana waende wakimbiza watu wako maandamano. Wewe unakimbiza mtu ameenda maandamano kukutetea. Wewe mwenyewe hata kushika 1000 kwa siku ni ngumu. Wewe ukiona 1000 unatoroka mbio. Na kwanza acha nikuambie kitu moja. Kuna magunzi akisikia 1000 anaweza kukuua. Gun akisikia tu anaenda kupatia 1000 amekubali kudunga kisu. Na rafiki yako hata jirani wako anakudunga kisu. Mimi nataka niambie vijana wetu, kukua guni si vibaya, lakini ujiulize, unapatiwa pesa inaweza kulipia rent, unapatiwa pesa inaweza enda kukulipia school fees, unaweza patiwa nyumba inaweza kwenda pesa inaweza kwenda kujengea nyumba kwako. Na nataka nikuambie, ukiangalia guni wenye amevaa, hata mimi Kidero mwenye nateseka na mshinda, amevaa kiatu ya 30 bob, amevaa longi ya 3 mbao hapa Korokocha, amevaa sweta yenye ile Wahindi walitembelea kaisha sasa kuno na kasta. Ni huyo ndio guna na kukimbisha. Wewe mwenyewe jiangalie. Wakati naenda kusikimbiza mtu wa maandamano, maisha yangu iko sawa? Mwache kutumika kama suruali ya malaya. Suruali ya malaya unatoka ngatu huko unararua unaingiza. Mchanuke bwana. Mwache kutumika vibaya. Na sisi tunataka tuambie DCI popote muko, muendelee tu hivyo.
2027 mtatuua sisi wote, nyinyi mtadefend Ruto, lakini Ruto lazima aende nyumbani. Ni one time hadi kwa kitanda. Hiyo na tumesema. Nikiingililia mambo ya vijana wetu walishikwa, wameenda wakatetewa. Mimi nashukuru James Orengo. Ingekuwa James Orengo, Babu Owino na nani? Na huyu Sonko, wa vijana ungekufia ndani. Mimi nataka niwaambie, mnasemango Burundi party leader wenyu alitoka kwenda kusaidia vijana. Kuna Wajaluo walikuwa wameshikwa pale, kuna Wakikuyu walikuwa wameshikwa pale. Umeona hata Sifuna. Sifuna, hata mimi nataka nikuambie, wewe ni kiongozi. Vitu kama hizi zinafaa unatoka nje, hata wewe unasaidia vijana. Si ati wewe unajiita Sifuna na uweze saidia kijana mwenzako. Ani wewe unataka nani atakupigia kura? Wao vijana wameshikwa sio atakupigia kura. Ani unataka president unaenda kuongoza nani? Tutaongoza wa Kenya. Mimi nataka niambie James Orengo, hiyo spirit yenye uko nayo, endelea hivyo na hivyo. Na sisi tunasema kama uwezi zawe James Orengo, ama toka Ililua Nyanza uende kabisa. Mamako alikuja na James Orengo ndio kiongozi wetu. Huyo ndio Mjaluo ataenda kuongelea maslahi ya Mjaluo. Hakuna venye Oburu bado yeye ni party leader na bado anaenda kusimama kiti ya senator. Sijaisikia kiongozi yote mwenye pale hizo party leader anaenda kuongelea mambo ya maslahi, anaenda kutafuta kiti tena Siaya. Huyo anafaa aende juu aongelee jamii ya Mjaluo. Ukiangalia jamii ya Mjaluo haina mwenye ataongelelea, bado mnapinga James Orengo. Nani ataongelelea? Bado mtaparara tu hapo kwa gunia. Walio wako na Sifuna, Wakamba wako na Kalonzo. Tulia wewe ni mama. Haya, Matiang'i ako na Wakisii. Wakina Kibagendo wako pale. Wakina Nyongo wako pale. Wakina Kibarango wako pale. Ukiangalia, wacha niwaambie, ni wakati yetu kama sisi jamii ya Wajaluo tuangalie tunataka nini kwa hii maisha. Na hapa Nairobi, in Kenya, Jaluo ndio amesoma, Jaluo ndio jeuri, Jaluo ndio cartel, Jaluo ndio sangwenya, Jaluo tena ndio ghoul. Ani mimi nashindwa wangu, Wajaluo sisi tuliumbiwa kila kitu. Huyu ni engineer tena ni ghoul. Engineer Kevin, yeye ghoul. Nani engineer? Nani Mjaluo si Mluya? Wajaluo. Hatunapata Mjaluo amesoma, hadi anatembea na kizungu kwa mkono, lakini kitu anaweza fanya maana ni kukua guni ya kukimbiza watu. Wajaluo umekuja saa hii. Nani? Raila Amolo Odinga hakuwa ameweka Wajaluo kwa guni. Ni wakati yetu kushika James Orengo, atuweka pa tutakuwa. Huyo ndio atasimamia Wajaluo na huyo ndio president wako 2027. Mambo tunatuambia mtu mwingine, utakimbia ni Luo Nyanza ndio waishi Uganda. Huyo Mzambe